Kwa somo letu la leo naomba nizungumzie kuhusu somo la muhimu sana ambalo linaitwa psychology of money, saikolojia ya pesa. Kumbe bwana, kwenye haya maisha kuna saikolojia mbalimbali kama wengine wanavyosoma saikolojia kumtafsiri mtu, kujua anachokiwaza, kujua anaenda kufanya nini. Kwa hiyo saikolojia ni taaluma ambayo mtu anaweza akawa anajua mtu anachotaka kukiongea hata kabla hajakiongea. Hiyo ndio inaitwa saikolojia. Hii ndio maana psychology. Mtu tunasoma psychology, kusoma jambo vizuri. Hasa kwenye issue ya fedha, tunapoendelea kwenye harakati zetu za Financial Freedom Academy, leo tunaomba tupitie somo ambalo psychology of money. Ni topic ambayo ni ya muhimu sana ili tuweze kuijua pesa kiundani zaidi. Lakini kwenye hii psychology of money, baada ya kujua maana ya psychology of money, tutaenda moja kwa moja kwenye topic ambayo inazungumzia fikra za asili kuhusu mambo ya pesa, fikra za asili kuhusu mambo ya fedha. Kama ambavyo tulijifunza kwenye video ambazo zilipita ama kwenye vipindi ambavyo vilipita kwamba hizi pesa kuna namna, hizi elimu ambazo tunazo sasa hivi, kuna elimu ambayo ni asilia ambayo tulikuta babu zetu wanazo. Kuna vitu ambavyo ni vya asili tulizozikuta babu zetu wanaishi, vyakula na vitu vingine. Hasa hata kumbe kwenye mambo ya fedha, kwenye fikra za fedha, kuna fikra za asili kuhusiana na mambo ya kifedha. Kwa kupitia topiki hii ya leo tutaweza kuzijua ndio zipi hizo fikra za asili kuhusu na mambo ya fedha. Bila kupoteza muda, naomba tuende moja kwa moja kwenye kujua maana ya saikolojia ya pesa. Saikolojia ya pesa maana yake ni uelewa wa jinsi tunavyofikiri, kuhisi. Ni uelewa wa jinsi tunavyofikiri, kuhisi na kuamua kuhusu pesa. Kwa hiyo saikolojia ya pesa ni uelewa wa jinsi tunavyojifikiri ama kuhisi ama kuamua kuhusu mambo ya pesa. Kwa lugha nyingine ni jinsi akili yako inavyoathiri maamuzi yako kuhusu pesa, kama vile kutumia, kuokoa ama kuwekeza, hata kuhofia pesa. Kwa saikolojia ya pesa, mtu anakuambia nini maana saikolojia ya pesa? Jinsi ambavyo unaifikiria pesa, unaihisi pesa iko vipi, unaamua kuhusu pesa. Hiyo ndio maana halisi ya saikolojia ya pesa. Maanake nini? Kumbe tunaishi na hii saikolojia ya pesa kwa sababu kila siku tunafikiri kuhusu pesa, tunaamua kuhusu pesa, tunahisia kuhusu pesa, tuna maamuzi kuhusu pesa, tunaokoa, tunatumia. Kwa maana hiyo nini sasa? Kumbe kupitia hii maana ya saikolojia ya pesa, kumbe kila siku tunaishi kwenye saikolojia ya pesa. Hiyo ndio maana halisi ya saikolojia ya pesa. Tunaelewana? Maana yake nini sasa? Kumbe kila siku, maisha ya kila siku ya mwanadamu tunaishi ndani ya saikolojia ya pesa kwa sababu tunaamua, tunahisi, tunafikiri every day. Watu wanafikiri kuhusu mambo ya pesa. Lakini kwenye tafsiri ya pili, jinsi akili yako inavyoathiri, akili yako inaathiri maamuzi yako kuhusu pesa. Vipi unavyoact kwenye kuiwazia pesa? Unaact vipi? Unachukua maamuzi yapi? Jinsi unavyoathiri maamuzi yako kuhusu pesa, kama vile kutumia, kuokoa, kuwekeza ama hata kuhofia pesa yenyewe. Hiyo ndio maana ya saikolojia ya pesa. Sasa kwenye hii topiki utaweza kujifunza vitu vingi kwamba kumbe tunaishi ndani ya saikolojia ya pesa. Sasa kwa sababu hatuna financial education, tunashindwa kutambua kwamba je, tunaishi kwenye fikira za asili za fedha ama tunaishi kwenye fikira za kisasa za fedha. Kwa sababu kuna jamaa mmoja aliwahi kutoa mfano mmoja, anaitwa Robert Kiyosaki. Alijaribu kutoa mfano wa kwamba lazima uwe kama coin ama pesa ya hizi ya coin huwaga ina pande tatu. Ina pande ya labda ya kichwa, ina pande wa pili, lakini ina upande mwingine wa juu. Kwa maana nyingine ni kwamba usipokuwa na elimu za kujua kanuni za zamani za kifedha na kanuni za sasa hivi za kifedha, matokeo yake ni kwamba utashindwa kujua upande upi ambao ni sahihi kuwepo. Lakini ukishajua pande zote, sasa ndio unaweza ukachukua maamuzi halisi ama ukachukua
tahadhari, kwa sababu tayari umeshajua pande zote mbili. Sasa twende moja kwa moja kwenye kujua saikolojia zipi ama fikira zipi ambazo ni za asili kuhusu na pesa, na nini maana ya fikira za asili kuhusu na pesa. Twende moja kwa moja tukazijua hizo fikira za asili kuhusu mambo ya pesa. Fikira za asili kuhusu pesa. Fikira za asili maana yake ni mtazamo, imani, ni mtazamo au imani na mafunzo kuhusu pesa ambayo mtu hupokea tangu utotoni kupitia familia, kupitia jamii, kupitia dini na mfumo wa elimu. Fikira hizi hujengwa bila mtu kujua na mara nyingi huathiri tabia zake za kifedha ukubwani. Lakini pia tunaambiwa kwamba fikira hizi zinaweza kuwa ni kizuizi cha mtu kupata mafanikio ya kifedha kama hazitachunguzwa na kubadilishwa. Sasa maana yake nini sasa? Maana yake ni kiwango cha pesa tulichonacho kwa sasa hivi, ama kiwango ulichonacho kwa sasa hivi kinategemeana na fikira za asili kuhusu mambo ya fedha. Kinahusiana na fikira za asili kuhusiana na mambo ya kifedha, kwa sababu tumeambiwa ni mtazamo ama imani na mafunzo kuhusu pesa ambayo mtu hupokea tangu utotoni kupitia familia, kupitia jamii, kupitia dini, kupitia mifumo ya elimu. Fikira hizi hujengwa bila mtu kujua. Zipi ni fikira za asili za kifedha? Fikira za asili ni kama soma kwa bidii utakuja kuwa na maisha mazuri, au fikira za kusevu pesa ama wekeza kidogo, weka akiba kidogo kwenye kibubu, ama kupeleka akaunti benki, ama kufanya kazi ngumu ndio njia ya mafanikio, ama kuajiriwa kuwa na kazi nzuri ambayo inalipa vizuri, ni fikira za asili za kifedha. Ama kuna fikira za zamani kwa zinasema kwamba pesa ni mitihani, mtu akiwa na pesa anakuwa na mitihani, ama pesa ndio chanzo cha maovu. Hizo ni miongoni mwa fikira za asili za kifedha. Sasa hizo fikira watu wasipozijua, fikira za asili za kipesa ndizo ambazo zimeweza kuathiri mifumo ya fedha mpaka hivi leo. Maana yake ni kwamba kwa elimu ambayo tulisoma kipindi kilichopita kwamba kanuni za zamani za kifedha kumbe ndio fikira za asili za kifedha. Kanuni za zamani za kifedha kumbe ndizo fikira za asili za kifedha, kwa sababu kanuni za kifedha za zamani zilikuwa ni hizo kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa bidii, kusoma kwa juhudi zote, kutafuta mshahara unaolipa vizuri, kusevu hela benki, kusubiri pension ya mwaka ya kustafu. Hizo zote ilikuwa ni fikira za asili za kifedha. Ama kujenga nyumba kama fikira za zamani. Vijijini mtu ambaye amefanikiwa ni yule ambaye ameweza kujenga nyumba ya kuishi. Lakini kumbe hizo ni fikira za asili za mambo ya kifedha. Maana yake ni kwamba hizo ndizo ambazo zilikuwa ni kanuni za zamani za mambo ya kifedha. Tunaelewana mpaka hapo? Fikira za zamani za kifedha ndio hizo kanuni za zamani za kifedha. Maana yake nini? Tusipozijua saikolojia ya pesa, tutakuwa tunapambana ama tunang'ang'ana na hizo fikira za asili za kifedha, ama hizo kanuni za asili za kifedha, bila kujua saikolojia ya pesa kwa sasa hivi inazungumza vipi. Tunaelewana? Ndio maana nikasema ni somo la muhimu sana kujua fikira za asili za kifedha, kujua saikolojia ya kifedha. Kwa mtu asipojua fikira za asili ni zipi, asipojua maana ya saikolojia ya pesa ni nini, hawezi akafika mbali finance, kwa sababu tumeambiwa fikira hizo usipozichunguza kiumakini zinaweza zikawa ni miongoni mwa sababu za kukuzuia kutokuwa kiuchumi. Tunaelewana? Sasa kwa mfano mfiki ambaye nakwambia weki hadi utakuwa na maisha mazuri, hiyo ilikuwa ni fikra ya asili ya kifedha. Leo hii watu wanasoma kwa bidii, wanakuwa na vyeti vizuri na wanajipei nzuri, lakini hawapati pesa. Tunaelewana? Kwa hiyo hizo ilikuwa ni fikira za asili za kifedha. Kwa ili tuweze kukua kifedha ama kuwa na financial freedom, lazima tujue saikolojia ya pesa, lazima tujue kanuni za sasa hivi za kifedha, lazima tujue fikira sahihi za kifedha kwa sasa hivi. Tunaifikiriaje pesa sasa hivi? Elimu ya fedha sasa hivi inazungumza vipi? Financial inazungumza vipi mambo ya fedha kwa sasa hivi? Na haya yote utayapata hapa kwenye Financial Freedom Academy. Naomba nishie hapo, nisichukue muda
mrefu, endelea kufuatilia update zetu mbalimbali, endelea kufuatilia mafunzo yetu kuifahamu fedha, kujua saikolojia ya kipesa zaidi. Kauli mbiu tunasema knowledge is a new money, kwamba maarifa ni aina nyingine ya pesa. Karibuni sana na tuko pamoja.